Billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu popote pale mlipo, wasikilizaji pamoja na watazamaji kwa ujumla, kwa mara nyingine tena tuko hewani kama kawaida kwa lengo na kusudi lile lile la kukumbushana, kusaidiana, lakini pia kufahamishana, ili tu kwamba kila mmoja wetu abaki kwenye njia na kutekeleza lengo la kuumbwa kwake. Sisi tupo katika ulimwengu huu kama wapita njia tu. Hakuna yeyote atakayebaki katika huu ulimwengu, bali kila mmoja wetu atapita. Hivyo basi, tuna wajibu kila siku kujaribu up to date imani zetu, lakini pia namna ya kutenda kwetu. Hivyo pia tujitahidi sana katika kuhakikisha kwamba tunatathmini matendo tunayoyatenda kama yanakuwa yanaendana na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, leo nimeona nikumbushe kitu kimoja. Katika utafiti mdogo uliofanyika, imebainika kama utajitahidi sana kuzitazama neema za Allah subhanahu wa ta'ala, basi kuna uwezekano mkubwa wa imani yako kupanda. Ama neema za Allah ni nyingi, na katika Qur'ani Allah amesema hamwezi kuzihesabu neema za Allah na mkazimaliza. Sasa basi, neema mojawapo ambayo natamani tuikumbuke leo, na nakukumbusha ndugu yangu, neema ya macho, neema ya kuona, neema ya kutazama. Ndugu yangu, nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote atakayetoka huko anakotoka akuelezee thamani ya macho, akuelezee thamani ya kuona, labda aje mtu ambaye yeye haoni kama mimi hapa ninaokueleza hapa, ndio utajua thamani ya macho. Mimi ndio najua thamani ya macho. Kwa kuwa wewe unayo siku zote unayatumia, unaweza kuona kitu cha kawaida tu, lakini yule ambaye hana, mambo yake yanakwama, mipango yake haiendi, shughuli zake zinategemea sana uwepo wa mtu mwingine mwenye macho yanayotazama, ndio utajua ile thamani. Kwa sababu thamani ya neema siku zote mpaka ikutoke ndio utajua kwa ni neema. Ndugu zangu watukufu, popote pale mlipo, na kuombeni sana 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 kwa hisani zenu, jitahidini sana kuikumbuka neema hii. Jitahidini sana kutathmini neema hii. Sio neema ya mchezo. Kwa wale ambao hatuna, mengi yanatupita, mengi yanakuwa magumu, changamoto zinakuwa ni nzito sana. Hebu ndugu yangu, hebu fikiria kitu kimoja. Inafika mahali hata mtoto wako uliyemzaa pia haumjui kwa sura, ingawa unaye siku zote. Mkeo unaye siku zote na unashirikiana naye kila jambo, na wakati mwingine mpaka shuka mnashirikiana, lakini bado haumjui. Wewe unadhani huo ni mtihani mdogo? Unadhani ni jambo dogo hilo? Halitoshi hilo wewe kukaa na kuona kwamba inatosha kumsabihi Mwenyezi Mungu, inafaa kumwabudia Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo tu. Kwani mara ngapi umekutana na watu wa aina kama hiyo njiani, ambao wamekosa hiyo neema, wanatembea kwa kushikwa, na wakati mwingine watu wakiwasukuma, wakiwaona kuwa ni bugudha, na wakati mwingine watu wakiwa hawapo tayari kuwasaidia hata kuvuka barabara. Ndugu yangu, na kuomba popote utakapokutana na mtu wa namna hii, toa aina yoyote ya msaada wako ambayo unao kwa wakati huo, kwa sababu ni changamoto nzito sana, ni jambo moja gumu sana, ni jambo moja ambalo kusema kweli huwezi kuieleza kwa mdomo ikakamilika, wala huwezi kuandika kwa maandishi ikaeleweka, bali ni jambo linalofikirika tu. Katika Qur'ani Allah anasema, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Mimi ndio nilikutoeni ninyi katika matumbo ya mama zenu hali ya kuwa hamjui lolote, lakini nikakujalieni kusikia, nikakujalieni kuona,
na akili ili mpate kushukuru. Je, ndugu zangu, kwa neema hiyo ambayo Allah anawaruzuku mnashukuru? Unaweka uso wako chini na kumwabudia Allah? Unamsujudia Allah? Katika Qur'ani Allah anatukumbusha, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafataini. Je, hawa binadamu ambao wanaendeleza ubishi zidi ya Mola wao, hatukuwajalia macho mawili? Je, hatukuwajalia midomo miwili na ulimi? Ndugu yangu, macho umepewa, lakini linapokuja swala la ibada, twende tukafanya ibada, unasema mimi sijajaliwa, niombee sijajaliwa. Ndugu yangu, hebu niambie, ni kitu gani ambacho ukipewa na Allah ndio utasema mimi hapa nimejaliwa? Una macho unaona utakacho, una mikono unashika utakacho, una miguu unakwenda wenda hapo, una akili unafikiri utakavyo. Leo unasema sijajaliwa. Ndugu yangu, hayo si maneno mazuri na wala hayatakikani atoke kwenye mdomo wako. Hiyo ni lugha ya hatari, ni lugha isiyokuwa na shukrani. Allah anatutaka sisi wenye kushukuru, katujalia haya tu tutakushukuru. Allah anawakumbusha Makureshi, falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Anawaambia kwamba muabuduni Mola wa nyumba hii ambaye akakujalieni amani na akakujalieni chakula. Anawakumbusha neema mbili muhimu Makureshi, wamwabudu yeye kutokana na kupewa chakula, lakini pia na kupewa mali. Hebu hesabu neema ulizopewa wewe ndugu yangu, unanisikiliza wakati huu, unanitazama wakati huu. Neema ngapi Allah akakujalia hapo nyumbani kwako? Pengine una watoto hapo nyumbani, huenda nyumba unaomiliki ni ya kwako. Hata kama umepanga, Allah akakuwezesha kupanga. Chochote ulicho nacho hapo ni neema kutoka kwa Allah, unaikumbuka kwa kumwabudia. Ndugu yangu, mimi sina lingine la kuongeza, naihusia nafsi yangu na kukuhusia wewe ndugu yangu, tusijisahau mbele ya Mola wetu. ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adaraka fi ayi surati ma sha'a rakabaka. Ewe mtu, ni kitu gani ambacho kimekugulisha kiasi kwamba unamsahau Mola wako ambaye ni mkarimu? Amekuumba, amekupa sura nzuri na akakuongoza. Ni kitu gani basi kinachofanya sasa ujisahau? Naikumbusha nafsi yangu na kukumbusha na wewe ndugu yangu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Hawakuumbwa majini, hawakuumbwa binadamu katika ulimwengu, bali kusudi na malengo tupate kumwabudu. Kumbuka, zinduka, wakati umekwisha. Muda ni huu wewe kuduka Mola wako. Mpaka wakati mwingine, ni ndugu yako Haidar Ramadhani Msiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.